Naam, hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja naenda kukusogezea kile ambacho kilichojiri mara baada ya kukusogezea ile taarifa ambayo imetolewa na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kusema kuwa Watanzania na wao ni miongoni mwa watu ambao wamewekewa mapingamizi makali kwenda nchini Marekani. Sasa bidada ambaye ni mwanaharakati ambaye anaishi nchini Marekani, hapa nikimzungumzia mwanaharakati Mange Kimambe, sema mambo mengi na amesema kile ambacho alichokiona kwake yeye ni sahihi, lakini wewe pia unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho ninachoenda kusogezea ambacho alichokisema bidada Mange Kimambe. Ameanza kukumtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani Dr. Samia Suluhu Hassan. Akaanza kwa kusema kuwa umefanya propaganda wiki nzima kuwahadaa Watanzania kuwa Marekani inasapoti mtu ambaye ameua wananchi ili ubaki madarakani, ila leo Trump kaiingiza rasmi Tanzania kwenye nchi collateral travel ban to the US, na wewe na wenzio wote mlioshiriki kuua wananchi waliokuwa wanadai haki zao mnapigwa full ban ya kuingia Marekani. As soon mnaweza mkapigwa full ban hata kukanyaga Europe. Mnahangaika kutafuta uhalali baada ya kuua watu. Wewe ni rais batili uliyeua wananchi zaidi ya 10,000 ili ubaki Ikulu. Lakini kabla sijaendelea, kile ambacho alichokisema bidada Mange Kimambe ambaye ni mwanaharakati ambaye anaishi nchini Marekani, hii kauli ya watu 10,000, leo pia tumemwona waziri mkuu ambaye ni Mwigulu Nchemba ameikanusha vikali kufuatia akisema kuwa Watanzania hawajafa watu 10,000, lakini mpaka hivi sasa taarifa bado haijatoka ya kuwa watu wangapi wamekufa, lakini waziri mkuu amekana. Je, mnawajua watu 10,000 nyinyi? Hiki ndicho ambacho alichokisema waziri mkuu. Kwa hiyo hii taarifa ya Mange Kimambe, mtu ambaye kwanza kabisa kwenda kuikanusha ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye aliuliza swali hilo katika ziara zake ambazo zilizofanya siku ya leo. Ameuliza, je, mnawajua watu 10,000 ninyi? Je, damu zingekuwa zimesafishwa na kuisha zote? Hiki ndicho ambacho alichokiuliza. Sasa twende moja kwa moja tukaendelee kile ambacho alichokisema bidada Mange Kimambe. Ameendelea kumtagi Rais Samia Suluhu Hassan, akasema kama jinsi mlivyoforce vyombo vya habari vyote Tanzania kuposti uongo wenu kuwa mnasapotiwa na Marekani na UN, wapeni ruhusa waposti na hii. Alafu mnachekesha mno. Nyie ndo mlimwambia hawa who are you? Mbona sasa mnahaha kukubalika na kina who are you? Nyambafu lozi zinawaenda mbio kukosa mikopo kununua Bugatti na kufanya anasa, na bado hili ni dogo. Hiki ndicho ambacho alichokiandika bidada Mange Kimambe kufuatia ukurasa wake wa X, yani zamani Twitter. Sasa moja kwa moja twende tukakione kile ambacho alichokisema msemaji mkuu wa serikali, na yeye ametoa ufafanuzi wa kile ambacho kilichojiri mara baada ya Marekani kutoa taarifa yao kuwa Watanzania na wao ni miongoni mwa nchi ambazo zilizowekewa vikwazo. Sasa moja kwa moja tunaenda katika akaunti ya Grayson Msigwa. Yeye amesema kama ifuatavyo, lakini sio kusema tu, bali barua ambayo ameposti Grayson Msigwa. Taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa kuhusu Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekwa udhibiti wa visa kuingia Marekani. Dodoma, tarehe 17 Disemba mwaka 2025. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya serikali inapenda kuufahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania kwenye kundi la nchi 15 ambazo serikali hiyo imethibitisha utaratibu wa visa za kuingia nchini humo. Uamuzi huo umetangazwa na Rais wa Marekani Mheshimiwa Donald Trump tarehe 16 Disemba mwaka 2025 na unahusisha pia nchi
nyingine 14 za Afrika ambazo ni kama ifuatavyo: 1 Angola, Ivory Coast, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tonga, Zambia na Zimbabwe. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la serikali ya Marekani, udhibiti huo umetokana na taarifa ya wakaaji zaidi ya muda, yani overstay report, iliyoonyesha kuwepo kwa idadi ya baadhi ya raia wa Tanzania waliokwenda Marekani na kuzidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya visa walizopewa. Taarifa hiyo imeonyesha kuwa Tanzania ina kiwango ukaaji wa zaidi ya muda, asilimia 8.30 kwa visa B1, lakini pia B2, yani hizi ni visa za biashara na utalii, na asilimia 13.97 kwa visa za F, lakini alkadhalika kwa visa za M na J. Hizi ni visa za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, viwango hivyo vilivyoonekana kuzidi viwango vinachokubalika chini ya sera zao za uhamiaji, na hivyo kusababisha Tanzania kujumuishwa katika kundi la nchi zilizowekwa udhibiti huo. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa udhibiti huu si kamili na kwamba Tanzania watakaokidhi vigezo na masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zitakazotumika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea na mazungumzo ya kidemokrasia na serikali ya Marekani yanayolenga kupata mwafaka kuhusu suala hili kwa maslahi ya nchi wanachama wote. Aidha, serikali inawahimiza Watanzania wote wanaosafiri kwenda Marekani kuzingatia kikamilifu masharti ya visa wanazopewa ili kuepuka athari kwao binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Serikali inaendelea kutoa taarifa kadri mazungumzo na hatua itakayoendelea. Taarifa hii imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ndio taarifa ambayo imetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa moja kwa moja twende tukaone maoni ya wadau mbalimbali, kipi ambacho walichokisema kufuatia taarifa hii ya serikali. Nikianza na huyo kwanza, amesema sisi sio wajinga kama mnavyozani, yaani mfungiwe visa kisa watu waliokaa sana Marekani kuwadanganyeni watoto wenu. Hacha twende tukasome na kile ambacho watu walichomjibu huyu Nasri Shayo. Nikianza na kwanza, akasema kwa Marekani inawezekana, japo ni mara chache sana. Nadhani wangetakiwa kubadili, huo si kidhibiti cha nchi nzima. Lakini huyu mwingine akasema, yani viongozi wakiona komenti za watu wanajisemea, kumbe TZ inaweza kuwa nchi yenye watu wenye uelewa mdogo zaidi duniani. Yani sasa hivi hata wale wafuasi wa Zomaridi wana akili kuliko wa Tanzania walio wengi, ni huzuni kubwa. Huyu mwingine ametoa maoni yake akasema, acheni uongo, sisi sio kuzodisha muda, nyie kutuua. Huyu mwingine akasema ni AI ile mkuu, hacha propaganda. Huyu mwingine akasema hii yote ni kutokana na ujinga wenu, na bado tarehe 25 sio mbali, mjiandae kisaikolojia. Huyu mwingine amekuja akasema, kwa hiyo mnaendelea kusema uongo, mbona Kenya ndiyo wanaongoza kwa kuzamia lakini nchi yao haipo? Huyu mwingine akasema, mbona leo mkuu hujafunga comment, kipi ambacho anachokitaka KM. Lakini kuna mmoja akasema, wanatuonea wivu, maji yetu na maendeleo yetu, Dar es Salaam maji kila kona, huku ameweka emoji za kucheka. Lakini huyu mwingine akasema, mwendo wa ngili mkia kinyeo nje. Lakini kuna mwingine akasema, viongozi wa Tanzania ni sawasawa wote wangejiunga na chama cha Chaputa. Huyu mwingine amekuja akasema, who are you? Mshajibiwa sasa, nendeni huko mkajadili na who are you, sisi wengine
hayatuhusu, fanyeni mambo yenu. Huyu mwingine akasema, kwanza nimefurahi hata vile vifo vya mapolisi, bado wewe mbwa Grayson Msigwa. Lakini Watanzania wameonekana wengi sana wakitoa povu kufuatia hii taarifa ambayo imetolewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini maoni yako, ni mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section, na unaweza kutuambia, je, kilichosemwa na bidada Mange Kimambi ni cha kweli au kilichosemwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo cha kweli?